1994 nilikuwa nimefimba hapa nyuma, na nilikuwa nimeandikiwa madawa kila siku dawa 4, na mama alikuwa mimba zimetoka 3. Basi asubuhi ninakunywa moja, ananipakia ingine 2 ya lunch time, na saa 10 ya jioni nitakuja kukunywa. Kitu ya kwanza, umebeba dawa asubuhi? Nimebeba. Na ninahubiri pale Railway. Bwana asifiwe. Hapo nikaenda mpaka nikawa naumwa na kichwa. Daktari akaniandikia niende x-ray. Nikaenda x-ray, ikasema hapa niko na odd fracture. Nisikilize tu. Sasa daktari akasema nisifanye kazi gumu. Saa hizo unajua niko na baisikeli, iko na carry ya bere na nyuma na battery. Mkono ilikuwa ni kama mguu nikikusalimia sababu ya kufura huko. Nitatoka Mombasa niende mpaka Jomfu niuze kaseti, nitaenda Likoni, kaseti inaenda ikiimba. Sasa aliponiambia hivyo, nikawa na mkutano wa kwenda Nyahururu. Nikaambia mama, mimi sitahubiri na kola. Daktari amesema nivae kola. Hizo pesa nikanunua suti, nikaweka hapo. Nikaambia mama, mimi nikikufa mnivarise hii suti, lakini sitahubiri na kola, niambiage watu Yesu anaponya. Nisikilize, some of the things you have to go through them so that you can be a testimonial. You can give testimony. John, muone mtu amenielezea mambo yangu yote, watu wakaja wakajionea. Nyinyi mnakuja na hamjionei, wakaja wakajionea wenyewe. Wewe tangu uingie kuokoka, you know nothing, hauna testimony. Mama naye akasema hata meza dawa. Tukaenda Nyahururu. Kufika Nyahururu usiku huo sikulala, shingo inauma, kichwa yote, na najua walisema ati niko na odd fracture, itaigia kwa ubongo nianguke. Shetani alikuwa hapo, amka uombe, ukilala utakufa, na amka naomba. Hiyo yote msiku mzima sikulala. The following day tukaenda crusade. Mimi nilikuwa Mkatholiki jela, sijajua hii mambo yenu ya kama shikala bakata. Nilikuwa nabeba mhubiri aitwa Kamau, nikihubiria watu nampatia microphone, naita watu, yeye nampa, anawaombea. Sababu mimi sikuwa nimejua hiyo, na sikuwa kanisa yote inafanya crusade. Kanisa yetu haikuwa anafanya crusade, pastor wangu hakuwa anafanya crusade, mimi ndio nilikuwa nafanya. Nikampatia, akaenda na tuko na hiyo waya ndefu sana. Rashika makata, na mimi nikaanza lipa. Yani unajaribu kubadilisha hiyo, amesema lipa, unasema tiri. Mimi sikuwa nasikia, hata si Roho Mtakatifu. Nasikia vile anasema, naongezea kashubi kidogo. Basi tukaenda hivi, tukienda nikaguza mtu akaaguka. Nikamchukua nikamsimamisha. Sikuwa nimeona TV, sikuwa nimeona Benihin, sikuwa nimeona mtu yeyote. Kwa hivyo sina idea mtu yeyote. Tukageuka, nikasikia kitu kama something hivi. Rashika makata. Nikifika hivi, huyo akaaguka. Hata nikuniona ameniona tu akaaguka. Nikaenda kumchukua. Ule Kamau akaniambia, Mungu ngaini yako hete maguta igiradu moko na uge airirisi. Mungu amekupaka mafuta, wekelea watu mkono na useme airirisi. Ninaongea na wewe, liars and conmen. Ulimuona wapi huyo Mungu? Hamtafuti Mungu, mnabaki na stories za wazee hawa. Wenyewe wamezeeka, hawajaona Mungu.
I feel so painful in my heart. Nikawekelea watu mkono, I release. Hakuniambia kitu kingine. Watu wote wakaaguka, hata mama ameaguka hapo. Shetani akaagi bali anakuwa hata saizi yuko hapa tu. Akaja akaniambia na Kikuyu, Maina adua ni woragothe. Hawa watu wote umeua, kama ule aliua Sabira na nani ule aliua sijui Sabira na na sasa hii serikali ni ya Nyayo. Maina, toroka, utafugwa maisha. Ninaona njia pale kidogo nitoke, mtu mwingine akaniambia sasa ako ndani, wekelea watu mkono. Sasa nikaenda nikaguza mtu, nikaguza mama. Mama alikuwa watatu. Na najua walikuwa naaguka hivi. Hawafanye kama nyi vile mnagaragara. Wale wanaaguka hivi sasa. Hawagaragari. Sasa nikamgusa hata mama akaamuka. Wote wakaamuka. Nilifurahi. Nikaambia yule Steve, nimaliza mkutano. Nilifurahi si kwa sababu ati nini, kwa sababu hawakukufa. Little knowledge. Sijaona mhubiri yoyote kanisani kwetu, sijaona. Sina TV. Hata wewe utafikiriaje watu waaguke hivyo? Utafikiriaje hata wewe? Usiku hiyo siku lala, ninaumwa tena. Amka uombe, amka uombe. Kitu kama saa 11 ndio nilisikia kitu imetoka. Kasikia kitu imetoka. Mama kaniambia hata yanasikia vizuri. Nikamwambia mimi niko sawa. Hata nafanya shingo hivi, naambia niko sawa. Tukarudi, mama akapata watoto 4. Nilipokuja Nairobi nikaenda Aga Khan. Nikapigwa picha X-ray. Wakasema sina kitu. Wakasema ni mafuta hiyo. Kalikuwa kamebaki kadogo, ni mafuta. Unaweza toa ama unaweza fanya kazi, itatoka. Some of the things God will let you go through that. Nikiona mtu mimba imetoka, naweza kumwambia relax tu. Some of the things sinataka your action. Juzi nimetoka Amerika sababu ya ndege hizo zote inanisubua. Daktari akaniambia nikalie Hurusha. Ameniweka hapa, ameduka hapa, ameweka kitu fulani hapo. Nikapigwa X-ray. Sasa akasema siwezi enda na miguu huko mpaka nikalie Hurusha. Lakini mimi nikamwambia sasa Hurusha ya daktari. Mama akamwambia sisi tumekuja wenyewe. Nafikiri wakaona sisi ni kama, akasema this protocol. No, but I came myself here. Sasa kingine usikubali kuambiwa kila kitu na kila mtu. Basi twende. Nguo imevaa imebadilika nyuma. Nikaangalizwa huko, nikaambiwa nivute hewa vile mimi nawaambiaga leo mtavuta hewa. Nikavutishwa hewa. Daktari akaja akasema the result shows that you have to see specialist. So we have to admit you Nairobi hospital for 2 days. For 2 days. Breaking news. Hata nyinyi wote mtaja hospitali. Nikaambia daktari, give me medicine of 2 days. Sasa zingine ni vizuri unakuwa na kawazimu ambao hakaokoki, yani kakitu ambacho ni kama kaujinga. Utaambiaje daktari akupe dawa ya siku 2 na yeye ndiye wakusema? Nikamwambia give me medicine of the 2 days. I live here. I live here. Mama akamwambia we live here. We live here loud. We live here loud. What is that? We live here loud. Mama akasema but this is very serious. Alikuwa ni kama olia kama muhindi. But this number 1, this is very serious. Mimi nikimwangalia hivi nakumbuka Shimo la Tewa, Kamiti na Ivasha, kumbuka Romande na Nakuru 2.5 years.
nikapewa dawa. Mimi sikuambiwa sikunywe dawa, msiletee shakaora hapa. Nilikunywa hiyo dawa jioni na asubuhi, before God. Kazitupa mpaka sasa. Some of the things saa hizi, be serious. Hello? Watakufanyia mtego. Sasa kama ningeenda huku ningedungwa ya kulala, ulale hapo kama wiki moja, alafu uite watu uje uoneshane ukiwa wakuone ukiwa kwa kitanda. What is that? Don't show people your nonsense. Don't show people when you are down. Hello? Cover you are naked. Don't show people nonsense. Wengine ni maagent, watakutumia mapepo hapo. Usijaribu kupea watu mtoto wako umemzaa kabla kumaliza miezi 3. Usijaribu kupea mtu mtoto. Huyo mtoto mdogo mpaka aletwe kwa kuhani. Mtu wakija unaingia kwa nyumba, unamweka huko kamerala. Maana wengine ni wachawi, watashika mtoto wako hivi. Some of the things, vitu zingine mnapitia ndio usijue. Look at me, sijui unaweza kuniona na ile gari nimekuja na pickup kubwa hivi, devu kabisa, hata mama anashindwa kupanda. Ndio nikuonyeshe, nikwambie there is God in heaven. Be patient. Wacheni kupea shetani kiwanja yako acheze hapo. Lazima muone mbele. Lazima uamini Mungu. Mtu aliyekuwa anabebea watu mizigo na mkokoteni, lazima muamini hii ushuhuda yangu na muje muone huyu Mungu.